Hii ndio ile part 2 yetu ya shortcut is costful. Siku zote njia fupi au ukitaka kitu kwa ufupi basi kitakosti sana na kinaponza pia. Part 2 yetu tunaendeleza kama ifuatavyo. Kama wewe ukufuatilia part 1 basi nakukaribisha. Fuatilia part 1 uweze kuelewa vizuri part 2. Tunaendelea tulipoishia ni baada ya yule mwanamke na mume wake kwenda kwa mganga na rafiki yake wakapewa masharti ya kumtoa mwanawe wa pekee. Mke na mume wali discuss lile wakaona linawezekana. Kwani nini? Tutapata watoto wengine. Huyu mmoja sio kesi. Mtoto alikuwa mdogo. Kwa hiyo wakakubaliana mke na mume wamtoe mtoto wao huyo mmoja ili aweze kupata pesa kama alizonazo rafiki yake. Wakafikiana na kukubaliana na wakaona mambo yanaenda, lakini walipewa sharti jingine kuu. Pindi ambapo watamtoa mtoto wao huyo mmoja na tafariki, basi wakati wa msiba wasikubali kuiona maiti ya mwanao wakati wa kuosha. Kumbuka mtu anapofariki lazima aoshwe. Na mtu kama mtoto lazima awepo mzazi mmoja ambaye atashuhudia lile. Akiwa ni mtoto wa kiume, baba lazima ahusike. Akiwa mtoto wa kike, mama lazima atenda kuhusika au kushuhudia lile tukio la mtoto wake kuoshwa. Huwa ipo hivyo kimila na kitamaduni. Kwa hiyo wakakubali bila kufikiria yale masharti kuwa yatawezekana au la. Wakafikiana mke na mume. Baada ya siku wamerudi wanasubirishia ile siku. Mtoto kweli kaanza kuugua. Kaugua amepelekwa hospitali na hospitali hakuna. Mtoto kaugua, at the end of the day mtoto wao akafariki. Alipofariki hakuna mtu alijua lile, bali mke na mume ndio walikuwa wanafahamu ile siri sensitive walioifanya. Imefika siku ya mazishi, ndugu jamaa na marafiki wamealikana wakiwa na majonzi tele. Imefika wakati wa kuosha mwili, wakaijia mzazi mmoja wakamwambia, lazima mzazi mmoja, haswa wewe wa kiume kwa sababu mtoto alikuwa wa kiume, uende ukashuhudie, uende ukashiriki katika kitendo cha kuosha mwili wa mwanao. Ilikuwa ni kitu kigumu sana, kwani mke akikumbuka masharti ya mganga, mume akikumbuka masharti ya mganga, ni kwamba hawatakiwi kushuhudia, hawatakiwi kuona mwili wa mwanao ukiwa unaoshwa. Hayo ndio yalikuwa masharti makuu. Baada ya hapo wana success na wanafanikiwa fresh. Hasa niambie mtitu ulio hapo, je, inawezekana? Mila gani hizo wanaweza kukubalia au wakaruhusu baba, mzazi, ndugu, jamaa na marafiki usihusike katika hilo? Haswa mtoto lazima baba ahusike akiwa mtoto wa kiume. Kilichofuata haikuwa na namna, ili wasishtukiwe. Baba ilibidi aende kushuhudia kitendo kile cha kuosha mwili wa mwanae. Baada ya kwenda kushuhudia, wakamaliza kuosha, wakaenda kustiri na msiba uliisha. Lakini kumbuka walikuwa wameshavunja masharti. Kilichofuata, aliyeuona mwili alianza na yeye baada ya wiki kugua baba mtu, naye kuvimba miguu, kuvimba shingo, hatimaye naye kufariki. Baada ya kufariki hakuna alikuwa anajua kipi kinaendelea, kipi ni kipi. Baada ya kufariki basi na mke naye akaanza kugua vivyo hivyo. Wakapeleka kile hospitali, lakini hakuna kinachopatikana, hakuna ugonjwa unaogunduliwa. Baada ya mke kuzidiwa, naye akaona hapa tutakufa, tutaenda na hakuna tojua nini chanzo. Aliamua kualika ndugu, jamaa na marafiki, nao akawaambia ukweli kuwa sisi na mume wangu tulifanya so and so. Tulienda kwa mganga tukapewa masharti haya, lakini at the end of the day yalishindikana kwa sababu ya uzito na ukubwa wa msiba tuliopata. Nataka nikwambie kupitia hii story kuwa kabla hujafanya maamuzi fikiri. Pesa kama pesa haiwezi kupatikana kirahisi kama unavyodhani. Pesa kama pesa haiwezi kupatikana kwa njia fupi kama unavyodhani. Always pesa kuenjoy huwa ni ya hustling ndefu za muda mrefu. Kwa hiyo kubali hizo hustling uzipitie na usikubali shortcut koza itakuponza sana. Naitwa RK the Man in Town aka Mediator. YouTube unapatikana kwa jina hilo RK the Man in Town. Nifuate YouTube, utaendelea kupata materials na madudes tofauti. RK the Man in Town aka Mediator.